Hapa sijui kama jana mlipewa ofu mkafuatilia speech ama election iliyokuwa inapita jana hapa Kenya. Tuliona mambo mengi pale na mimi nashukuru kwa sababu hii ni moja kati ya hatua ambazo serikali ya Kenya imepiga. Kama wabunge, viongozi wetu wanaweza kufika pale bunge na kama wanaweza fika pale na wakazungumza mambo yanayoendelea pale na kila kitu kikawekwa wazi na mambo yaliongelewa tu vizuri, mimi nashukuru. Kwanza nashukuru. Alafu sasa tukamuona mheshimiwa ni kwamba maneno yote ambayo yalitajwa ni ya kweli na si ya uongo. Lakini mimi nataka kuongelea kile kitu kilichoniudhi. Kitu kilichoniudhi ni katika ile mikutano yake mheshimiwa akisema kwamba aliweka mitego kila mahali nchini Kenya. Mimi sitaki kuzungumzia hili swala kisiasa kwa sababu mimi niko hapa kuelimisha. Nataka kuzungumzia hili swala kielimu la mheshimiwa kuweka mitego. Mitego ni mitego gani? Mimi ningependa iwe mwanzo na iwe mwisho mheshimiwa yote yule kusimama na kuaddress country eti vijana wote Kenya nzima waandamane. Kwa sababu Kenya kuna sheria, kitu cha kwanza. Kenya kuna mikoa na kuna serikali za ugatuzi na kila mkoa unajulikana. Kama ni Western, kama ni Pwani, kama ni wapi, mikoa inajulikana. Na watu wanaoishi katika ile mikoa wanajulikana ni watu wa aina gani. Na katika ile mikoa kuna viongozi wa kidini, viongozi wa kiserikali na viongozi wa wazee ambao wanaweza wakatatua matatizo ya kijiji kile, ya wilaya ile ama ya kaunti ile. Kitambo hilo tatizo liwe ni la kiserikali. Kwa hivyo hicho ndio kitu na mimi nataka nikiaddress sana. Nita-address mikoa mingine kama kumetokea jambo la kuaddress, lakini sana nataka kuaddress mkoa wetu wa Pwani. Mkoa wetu wa Pwani tuna maadili yetu ya kipwani. Watu mchanganyiko pale kwa sababu sisi wote ni wa Kenya. Mtu yote anaweza akaishi pale, lakini kuna wale wenyewe wazaliwa kama kawaida ilivyo katika mikoa mingine na dunia kwa jumla. Sasa katika hii mikoa yetu tuna viongozi wetu sisi. Na katika mkoa wa Pwani sana sisi viongozi wetu ambao ndio first priority ni viongozi wa dini ya Kiislamu. Na kama ni Wakristo nao pia kwa sababu Kristo pia upo kwenye katiba, wana viongozi wao wa ile dini. Sasa mimi ningetaka kutoa wito kwa viongozi wetu wa dini na wazee kwa jumla, kwa sababu wao ndio walinzi wa vijana wetu. Wahamasishe vijana kwa wingi kuhusu mambo ya kidini. Kwa sababu hii mitego ambayo mheshimiwa anasema kwamba aliiweka, tukianza kuizungumza hapa wataanza kusema kuwa sisi tunaleta ukabila. Lakini hii mitego sio mingine, ni pombe, usherati na mabaa. Hiyo ndio mitego ambayo imewekewa vijana wetu kwa sababu mheshimiwa tayari ashachukua pesa. Mheshimiwa tayari ana pesa, mheshimiwa tayari ashachukua mali, mahoteli, nini kila kitu amechukua. Mtu ambaye ana zaidi ya bilioni 5 yeye peke yake bado familia yake. Je, samahani kwa spika yangu. Je, familia yake akiongeza na familia yake utajiri wao wote, ana uwezo wa kuharibu Kenya na akaenda akaishi mahali popote anapotaka. Na hili swala nataka nilizungumzie kwa sababu si kwa huyu mheshimiwa peke yake. Tumeona wazee wengi ambao ni umri wa mheshimiwa wa kutoka hizo sehemu za huko juu, wengi wapo katika hivi vyama vya kutoa makafara. Na mimi ndio kwa sababu nikasema kwamba mtu akiaddress vijana kuandamana, make sure una address vijana wa kutoka katika maeneo yako kwa sababu zako binafsi. Usiaddress vijana kutoka maeneo mengine kwa sababu ukishapata ile picha kwamba Mombasa Pwani nzima iliandamana, vijana wetu wanaonyeshwa pale kwenye social media eti waliandamana, ile tayari ni track moja kama hii ambayo juzi ilitumiwa na Marekani ya kumuinsult P Diddy ili wapate nini? Business yao ya ushoga. Hiyo ni track moja ya kwamba sasa vijana pale mheshimiwa ana pesa. Akishachanganya vijana wetu akili, kijana wa Pwani hajui hata 10,000. Mheshimiwa amekuja pale amekupatia shilingi milioni 1 anakuambia lete wazazi wako wawili. Vijana wetu wanawapeleka wazazi wao kwa sababu ya milioni 1.
Kwa hivyo mimi sitaki hali vile ilivyo kule sehemu za juu, sehemu za bara, ije iwe katika sehemu za pwani. Kwa sababu tutaona wameshaanza kutuonesha mpaka mfano kwamba kijana anaweza akabakwa pwani hadharani na watu wakashangilia na video zikapostiwa. Kwa hivyo mimi nisingetaka hali ya pwani ifike pale, vijana wa pwani ifike pale. Wa pwani tuna masomo yetu na masomo yetu ni dini, wa pwani tuna viongozi wetu na viongozi wetu ni mashehe, wa pwani tuna wazee wetu ambao ni wazazi wetu ama wazazi wa wazazi wetu. Tukiwa na matatizo tuyatatueni sisi wenyewe binafsi, kwa sababu sisi wa pwani ni wa Kenya. Wa pwani sio share katika serikali. Hawana biashara inaitwa share katika serikali, kwa sababu unapofanya share katika mtu huo unatarajia faida. Sisi hatupo kufanya faida, kwanza kufanyia watu faida. Sisi tupo kama Wakenya, ni kura tunapiga kama Wakenya, ni maoni tunatoa kama Wakenya, lakini ikifika ni kulazimishwa vijana kufanya maandamano, ningetaka haya mambo yasitishwe, yakome pwani. Pwani iheshimiwe na vijana wa pwani waheshimiwe na wazee wa pwani waheshimiwe na viongozi wote wa pwani kwa jumla ambao ni wa kiserikali ama ni wa kidini ama ni wazee wa kifamilia waheshimiwe.